Niwe gani ndo aguthi na mbere na kwirorera ceceni ya Inooro TV. Tuna ndereti ya muthenya wa mothe na goko studio ndina ngabana wa Korea County ya Mombasa na githori maugaga Mombasa, Ali Hassan Joho. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Uhoro waku? Ni mwega. Uhoro wa Mombasa. Tena ulu. Karibu sana hii studio yetu ya Inooro TV. Asante. Unajua kuna watazamaji wengi sana wa Inooro kule eneo la Mombasa. Kwanza wasalimu. Mjambo, nimewasalimu. Aya, tukiingia kwenye mjadala wa leo, handshake ya President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga imebadilisha siasa ya Kenya kiasi gani? I think first of all tuseme kwamba inabadilisha maisha ya Mkenya because handshake imesababishwa na ugawanyaji wa Wakenya. And therefore it's a game changer. Imebadilisha njia nzima ya siasa, lakini most importantly imebadilisha njia ya maisha. Kwamba Wakenya ni muhimu wafahamu if the political leadership wameamua kuishi pamoja, then therefore every Kenyan ni muhimu kwamba tuishi pamoja. And ile mazungumzo ya building bridges is very critical kwa sababu wafuasi wengi wa kisiasa wanakuwa na uhasama because of what the leadership seems to be doing. So handshake is a game changer. It has of course brought a new conversations on the table, both politically and of course non-political also. Na kwangu mimi ni kitu kikubwa sana. Kitu kikubwa sana. I'm hoping tutakwenda mbali naye. Haya. Msimamo wako wa mwaka wa 2022 wa kisiasa ni upi? Bado utawania urais? Unajua, first of all I want to help the two leaders who ambayo wame-express hiyo magnanimity ya kuunganisha wa Kenya. This is President Uhuru Kenyatta and His Excellency Raila Odinga. When they came out to say we want to unite the country. Na mimi naamini kwamba if you want to be a leader of a country, you must first of all try all that you can, all that is possible, kuunganisha wa Kenya, foster unity. Ndio nchi kuwe na peace, nchi kuwe na tranquility, so that when you come to lead, una lead watu ambaye wako na hope na prosperity na kitu kama hiyo. So and then there's my agenda kubwa ambayo inafaa izungumzwe paka tufike 2022. And then you see Kenya kidemokrasia ni nchi muhimu na ni nchi nzuri because it allows you that opportunity. Wewe uza sera yako na ujaribu. Run for governor, why can't I run for president? Kwa hivyo unafikiria kuwania rais? Kufikiria ama nimeamua. Mungu atupatie uhai. Of course. Kwa hivyo mwaka wa 2022 utakuwa kwa debe. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuwa kwa debe, but now we want to focus on how do we help these two great leaders achieve hii ndoto ya kuunganisha wa Kenya, and obviously to help President Uhuru Kenyatta to leave a legacy as his exiting presidency. Haya. Watazamaji wa Inooro haswa ni wafanyabiashara. Unaweza waambiaje wanaotoka bara wakija huko Mombasa na ambao wengi wanatoka maeneo tunawatangazia kama Inooro? Waje kwanza wafanye biashara huku. Wao ni wakulima huku. Wanafanya mambo mingi. Tunakula viazi zao, tunakula mboga zao. So waje sisi we create the market for them. Tufungue masoko na wao waje wafanya nini? Biashara kule. Na sisi tunalipa vizuri watu ya Mombasa largely na pwani tunalipa vizuri because people Besha ni jaga kabisa. Tena hatuna shida huko. A lot of people want to eat well and spend money and of course tourism mahoteli na nini sasa imeanza kuenuka. So mimi nataka waje wafanye biashara huko. Kwa hivyo ile business environment iko sawa kule Mombasa. Iko safi, imebamba. Tena nataka hata you know what, tutengeneze partnership watu wa huku waende wafanye biashara kule. And hiyo ni njia moja ya kuunganisha Wakenya, isn't it? Ndio Wakenya wawe kitu kimoja. Ndio. Tufike kwa swala kuu, swala la bei ya mafuta. Maoni yako ni yapi? Well, sisi wote tunasema we urge the president and we understand kwamba there's a burden serikali ambayo inayo. So somehow kuna focus ya ku raise revenue or resources to meet certain demands. Kwa sababu kipesa kusema ile kiserikali we all know kumedhoka. Ni kwa dhokire muno kumeharibika. Sasa ile kitu tunataka ni kwamba
we want to see how do we help the country largely kutoka kwa njia hii. But it doesn't mean you have to burden the mwananchi. Mwananchi tayari ameumia. Na mafuta, ukiongeza bei ya mafuta, the effect cuts across. Kila mtu atasikia, hata mama mboga, mwenye kuuza viazi, mwenye kuuza the expensive items. Bidhaa zote zapanda bei. Aina yoyote, bidhaa ya bei ya chini na bidhaa ya bei ya juu, watasikia hiyo effect. So the best way to manage resources ni kuwa nini? Prudent katika management of resources. And the route President Uhuru has taken in fighting corruption will help us save resources so that we don't overburden the mwananchi. So mimi nataka President Uhuru arudishe hiyo decision nyuma. Hiyo pesa sipeleke kwa mwananchi. Wananchi wamechoka. Wananchi wako na shida mob. Na haina kabila, kila mtu wako na shida mob. So to overburden the mwananchi is not the right decision. So maneno mafuta, as leadership, we need to rethink. Really, we need to rethink. And also the parliament has taken a decision. They've made the pronouncement kwamba wanataka that tax to be reversed. We're hoping the president, when he comes back, I don't know if he has come back, angalie hiyo mambo, na nina imani Uhuru would listen kwa kilio cha wananchi, na atawachia wananchi nafasi kidogo pumzi wapate nafuu. Aya, tunafika tamati. Sijui kama kuna jambo lingine ungetaka kuongeza kabla kutuaga. Well, tunataka tu Wakenya tuungane. Tuache kufikiria mambo ya kabila, mambo ya pale tulitoka. Nataka tuwe Wakenya kama kitu kimoja. If you asked your tribe, uitwe kama Mkenya. You know, like our neighboring hapa Tanzania. Ukiuliza unasema mimi natoka hapa ni Mtanzania. So me I need to move away from mimi ni Mpwani, yule ni Kikuyu. So we have a united nation, ambaye kila mtu anajisikia kitu kimoja. And then we support the big four agenda because it's also important kwa wananchi, itatufikia sisi wote na tuendelee na of course anchor devolution deeply katika maendeleo. So I wish you and thank you for having me. Asante sana. Hata sisi tumefurahi kwa kuja kwako. Na tunataka ujifunze Kikuyu. Kabisa, kabisa. Pengine ukija tutajifunza. Si wewe utanifunza? Na mimi nitakufunza Kiswahili. Sasa kama majadiliano kama haya tunaita ndereti. Ndereti kwa Dereti. Dereti ya Inooro TV. Dereti ya Inooro TV. Oh, good. Sasa hiyo siku nyingine ukija utasema unakuja Dereti Inooro TV. Nakuja kwa Dereti ya Inooro TV. Hakuna shida. Tutakuwa hapa. Na ukirudi kule Mombasa upeleke salamu zetu. Tutawasalamia. Tuna watazamaji wengi sana huko. Of course I know. Inooro TV hata kwetu tutaangalia. So we know that wafuasi mnao kila mahali. Na ni muhimu tuzungumze nao. Asante. Asante. Thank you very much. Asante sana.